ni gumu kwa wengine na ni rahisi kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwako ni rahisi, lakini shida ni kwamba umejitoa. Mungu anatafuta yule aliyejitoa kwa kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa anatoa mapepo na mapepo ikaanza kunena mpaka alikuwa anajinyamazisha. Naambia sitaki story. Maana hakuna roho ambaye hana hoda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata ukuwe na roho wa unabii hapa, roho unabii pia ako na hoda. Ukuwe na mapepo ndani yako, zitaambiwa zinyamaze na zitanyamaza. Kwa uwezo wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuwakuja kuentertain mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiwa walifunga pesa zako ukawa haupataki pesa, ukipata pesa zinaenda hivi, zinaenda kwa magonjwa, zinaingia huku. Watu wanaongelewa mambo na inafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ujiulize kwetu ni madhabahu gani inaweza kuwa imelalia kwetu? Ndio ukara ni ya nini? Kuna watu ambao waliinuka kibela wanaenda chini. Mbona utipeleki kwa mkutano ujiulize? Mbona nilikuwa juu, sasa niko chini? Mungu anataka uendelee kuinuka kifedha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka uendelee kuinuka kifedha katika maisha yako. Hata kwetu maandiko inasema hamtazaa mapooza. Hamtazaa mapooza. Kwa hivyo hata mtoto wako inafaa mzae na akwe ako na mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo maandiko inasema umemaliza hiyo part 1. Umemaliza? Nataka tuangalie katika kitabu cha soma mpaka 44. Mpaka 44. Umemaliza 41. Pepo nao waliwatoka watu wengi, wakapiga kelele na kusema, wewe mwana wa Mungu. Akawakemea asiwaache wanene, asiwaache kunena, kwa sababu walimjua kuwa ndiye Kristo. Basi niko nataka tu hiyo. Twende katika kitabu cha hiyo Luka 4:18. Luka 4:18. Nataka kujua mapepo zinatoka kupitia ni mambo gani? Kwa sababu kuna watu ambao wameona mapastors ni kama wameenda kuchukua majini na huko. Kuna wengine hata huko wananitanga niko na majini huko tu hii mtaa. Kanisa ilianza hapa kwa Ikaso. Sasa watu hapa hata wengine walisema si juzi, hata wengine walisema nilisikia ulijaba keyboardist. Nilianguka nikapingirita na ni mama ananiambia hivyo. Nikashindwa. Hao keyboardist wetu ni huyu. Hii sinanga mwingine. Sasa hata nikitandika ni mtoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hapo anamaanisha mtoto wangu. Ni ile mambo ya kutafutilia na huko. Huyo mtu anaendeleaje? Tunataka aishe. Tunataka nini? Hata wewe wanatafuta vile utaisha. Usipomwabudu Mungu. Hebu tusomee hiyo. Roho wa Bwana yu juu yangu. Roho wa Bwana yu juu yangu. Huyo ni Yesu alikuwa anasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo tumerudi nyuma ndio uone mahali Yesu alikuwa anaambia Mafarisayo. Wale ambao wanatumia majini, wanatumia uchawi. Alikuwa anawaambia Roho wa Mungu ako juu yangu. Kwa hiyo hamtatesa watu wa Mungu tena. Hebu endelea kusoma. Roho wa Bwana juu yangu. Yuko juu yangu. Kwa maana amenitia mafuta. Yu juu yangu maana amenitia mafuta. Kuhubiri maskini habari njema. Kuhubiri maskini habari njema. Unajua maskini ndiye anasikia neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maskini ndiye anasikia neno. Tajiri asikiaki neno. Mungu anatembeana na maskini. Hata kuna maandiko inasema hivyo. Maskini ndio Mungu anapenda. Maana maandiko inasema heri yule anayelia. Heri yule ambaye hana kitu. Heri huyo kwa sababu atanyenyekea mbele za Mungu. Mungu nipe. Mungu anapenda kuambiwa nipe. Mungu anapenda kuinamiwa. Mungu anapenda kuabudiwa, kuinuliwa, kusema ni Mungu. Hakuna mwingine kama yeye. Hata kama niko na shida ya magonjwa, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hata kama niko na makesi kotini, hakuna Mungu kama wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama miguu inauma, hakuna Mungu kama wewe. Hata kama sijakula jana, hakuna Mungu kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tajiri atakuja hapa aje magari zake na huko, maplot,
company hizo zenye ako nazo, hawezi acha ingie katika hii mlango, hawezi toshea hapa. Juu yeye ni mkubwa, pesa ziko. Bwana Yesu asifiwe. Pesa zimemfanya akavura kama chura. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi wewe maandiko yanasema ya kwamba ni ngumu sana tajiri kuona ufalme wa mbinguni. Matajiri. Afadhali ngamia kuingia katika tundu la sindano kuliko tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Kuona ufalme wa mbinguni. Saa hii tajiri mahali yako wanafikiria tu kampuni yangu, zile magari zangu zinaenda Western na kurudi. Nimesikia moja sijui haina taa. Leo ameenda kushughulikia taa tu, anasema ni milioni 1 taa moja. Taa ya hizo magari zote. Unajua ile gari yangu, hiyo gari yangu unajua ina Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wewe unaongea unaota mpaka na zile shida uko nazo. Naambia Mungu mtoto wangu asome. Mungu mtoto wangu asome, apone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unaongea kuhusu plot yenye unataka kununua. Bwana Yesu asifiwe. Yeye aongelee mambo ya plot. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe unayeongea hiyo mambo ukisema huyu mtoto wangu na asome, huyu bwana yangu na abadilike. Sasa ni must uende kwa Mungu ili abadilishe situation. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tajiri hawezi sema mambo kama hiyo wakigojeka kwa waidi kule India. Zile magonjwa mnaenda kutibu hapa Kenyatta. Ati sasa ile hospitali yenye unaweza sana ni Kenyatta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye India. Kutoka kugojeka nje ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sisi kwa sababu sisi ni masikini, Bwana Yesu asifiwe. Masikini ndio yanapendwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna maandiko iko hapo inasema hivyo. Sijasema wewe ni masikini. Wewe ni tajiri kwa sababu unamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Masikini ni hao wenye wako na mapesa. Maana kitu ikikuja hata wanakufa ovyo ovyo. Ukienda kwao unapata makaburi zimepangwa.